2 Timothy chapter 2 verse 14. Basi wakumbushe watu wako mambo haya na kuwaonya mbele ya Mungu waache ubishi juu ya maneno. Waache nini? Ubishi juu ya maneno. Yaani ni vizuri kutumia vinywa vyetu vizuri na tuishi katika misingi thabiti iliyo na upendo. Kunaweza kuwa tunapitia kwenye magumu ya kwetu, tunapitia njia ambazo hazieleweki, lakini kuna uzuri wa kusema basi wakumbushe. Bwana ameniambia ni wakumbushe leo. Maana ni nyinyi mko hapa, ni wakumbushe ya kwamba huyu Bwana anawapenda. Huyu Bwana amewasikiliza. Huyu Bwana anawatakia mazuri. Anawataka mkae na mfaulu katika misingi mbalimbali. Kisha anasema ni wakumbushe tu watu wako mambo haya na kuwaonya mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Kwa hivyo ameniambia nikuja niwaonye mbele yake, akiangalia. Maana saizi anaangalia na anasema ya kwamba ningetaka kubariki watoto hawa wangu. Ningetaka kufanya, maana alikuwa amesema anataka kutumia wamama kama mfano wa kuonyesha dunia mzima. Wamama kuzeeka sio kushindwa kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa ati umezeeka sio lazima ukuwe umezeeka ati kwa hivyo unaenda kukaa kwa nyumba na unakaa kwenye jera ya kujifugia, ndio unasema haiwezekani, haifaulu na haitaenda kule. Lakini Bwana anasema hivi, katika njia zake kuna utukufu. Katika kuishi katika umoja na upendo kuna baraka za Mungu. Mkiishi kama kitu kimoja kuna mamlaka na kuna vitu vizuri Mungu amekutayarishia. Mungu awaache ubishi juu ya maneno. Yaani kinywa chako kisitumike katika ubishi. Mafikira zako isitumike katika ubishi. Mambo yako na maisha yako yakuwe mazuri ya kujenga hatima za watu. Ndio wewe watu wanapokuona wanaona mtu ambaye amebarikiwa. Wanapokuona wanaona suluhisho. Wanapokuona wanaona baraka. Wanapokuona wanaona ushindi. Wanapokuona wanaona kitu kipya katika maisha yenu. Kwa hivyo Mungu amewateua kuwa mifano mizuri, mifano ambayo inalete ishara za Mungu katika maisha ya binadamu. Kwa hivyo kuchaguliwa kwako leo na kuletwa kwako hapa, umeletwa kwa sababu ya kusudi moja la Mungu, kwa kazi na mipango ya Mungu. Ndiposa wewe ukue mkielelezo kizuri, mfano mzuri wa kuleta baraka katika maisha ya binadamu. Ubishi huo haufai, ila hulete tu uharibifu mkuu kwa wale wanaohusika. Angalia sasa. Ubishi haufai. Mkikuja mnaanza kusema diheto digi, nimepatiwa zangu, sijapatiwa zangu, umeleta mrefu, umeleta fupi, umeleta hivi, umeleta hizi. Zote hizo ni ubishi ambao badala ya kuleta baraka inaleta watu wanakosana bure. Ati mimi huyu anigaiage kaba mzuri, alafu ukiulizwa chodo kinafaa kutengenezeka vizuri na kumalizwa vizuri. Yako ukiulizwa maswali unasema ni ndikaolio kiolia nie gutumoria kwenda acha, uko dogo tumorio kwenda, uko tumorio kwiro. Mwathani yagosho. Uko dogo ikaolio kwenda, uikara ke ulio kwiro. Mwathani yagosho. Lazima kukue na oda. Ndio maana nasema huu ubishi unaleta nini? Uharibifu mkuu kwa wale wanaohusika. Inaleta uharibifu. Watu wanakosana na mipango ya Mungu inakosa kuendelea mbele. Kwa hivyo mipango ya Mungu ikikosa kuendelea mbele ni kumaanisha Mungu anakaa kado na kuondokea, kwa sababu umekataa kutii, umekataa kukaa kwenye misingi ya Mungu, umekataa kukaa kwenye njia za Mungu. Maana ubishi ambao ulilete uharibifu. Kazi ambao mlikuwa muanzishe ikakwama. Mipango ambao mlikuwa nayo mizuri ikakosa kuendelea. Nia mlikuwa nayo mzuri mkakosa. Watu ambao walikuwa wametumwa wakuje wakuwe wasaidizi wenu nao wakaondoka, maana Mungu ameondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati kuna kuoga na ubishi katika maisha ya watu, kuna Mungu ndiye anaondokaga. Maana Mungu si wa ubishi. Mungu anakaaga kado kuchugulia. Anakaa kiwaangalia mnafanya nini, mnakaa nini, mnafaaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka wakati amani itapatikana, Mungu anakuja bado. Bwana anawapenda. Na anaendelea kusema basi 15 inasema ya kwamba wanaohusika ama watu ambao wanahusika, jitahidi kupata kibali kamili mbele ya Mungu. Kwa wakati wote jitahidi sana kupata kibali mbele ya Mungu. Maana hata ukue mwerevu, hata ukue una akili mingi, hata ukue na mwili mkubwa ama mdogo, hata ukue unavaa vizuri, hata venye unakaa vyovyote vile unakaa, ukikosa kibali cha Mungu hakuna mahali utaenda. Ukikosa tu kibali
Hata ukuwe na mamilioni ya pesa lakini ukose kibali ya Mungu. Hata uolewe na mzee mzuri ama ukuwe na mke mzuri ukose kibali cha Mungu. Hata ukuwe na mipango mizuri inaeleweka, kila mtu anajua wewe ni mtu wa mipango, unazungumza kama maneno mazuri, watu wanafurahia, lakini ukose kibali cha Mungu, kukalia mahali hiyo hakuna kasi. Maana angalia mtu kama Raila, alikuwa ni mtu mzuri, akiingia mahali popote watu wote wanafurahi. Lakini hao watu wakiabua mfanye akalie kiti, wanashindwa kukalia kiti. Kwa nini? Hakuwa na kibali. Kura zake soko zote ziliibiwa. Ruto aliiba, Uhuru aliiba, Kibaki aliiba. Ni kwa nini? Hakuwa na kibali. Unaweza kuwa una bidii kubwa, unaweza kuwa kazi yako unaifanya kwa makini sana. Unaweza kuwa una tajiriba kubwa, masomo yako ni mazuri, kinywa chako unapozungumza kila mtu anasikia yes, lakini hauna kibali cha kwenda hapo mbele. Ukikosa kibali cha Mungu, hautafaulu kwa lolote. Watu watakuja tu wanakupita, lakini watu wakati wanataka kukutumia wanakutumia na wanakusifu sana wakikutumia. Lakini wewe ukisema sasa nataka na mimi kwenda pale, wale watu walikuwa nakutumia wanasema haujatosha. Lakini wakati walikuwa nakutumia ulikuwa unatosha. Lakini sasa wakati wewe unawahitaji wanakuondokea. Ni kwa nini? Hauna kibali cha Mungu. Tafuta kibali cha Mungu kwanza katika jambo lolote. Musa alikuwa na kibali, hakuwa anajua kuongea. Alikuwa na kibali cha Mungu. Alikuwa anasema lakini aliongoza watu. Alitoa wana wa Israeli kutoka Misri akawapeleka mpaka Kanaani. Hata kama hakufika, lakini aliwatoa. Na akiwa na gugumuzi lake, akiwa na stama, watu walimsikiliza na Mungu alimsikiliza, maana alikuwa na kibali. Wakati walitaka kwenda, alienda kwa Mungu, akamuuliza Mungu, unataka niende? Nitaenda nikiwa na nani? Mungu akamwambia, tunaenda tukiwa na wewe. Basi niambie, nitaenda kuambia wewe ni nani, maana hata mimi sikujui. Unaongelea ukiwa na huko umejificha. Akawaambia, nenda uambie mimi ndimi. Haleluya. Na kutoka hapo akajua yule ambaye anazungumza na mimi ni yeye, na yeye ni yeye, na hashindwi na hatashindwa kamwe. Ni yule aliyekuwa mwanzo, ni yule ako sasa, na ni yule atakuwa miaka ijayo. Jitahidi kupata kibali kamili mbele ya Mungu kama mfanyikazi ambaye haoni haya juu ya kazi yake, na ambaye hufundisha sawa ule ujumbe wa kweli. Umeona sasa? Kwa hivyo lazima ndio upate kibali cha Mungu, lazima ukue mtu mkamilifu katika kazi yako. Lazima ukue mtu amekamilika, mipango yake imekamilika, njia zake zimekamilika, nia yake imekamilika, mipango yake yote imekamilika mbele za Mungu. Mtu ambaye ni hakika, ana uhakiki katika maisha yake. Hiyo ndio inafanyanga kibali cha Mungu kikuje. Ndio inafanyanga Mungu asikie kweli, huyu mtu anastahili kuwa pamoja na mimi. Huyu mtu anastahili kwenda katika njia hizi. Huyu mtu anastahili kusimama kwenye njia kama hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio njia ya kutafuta. Yaani Mungu kama mfanyikazi ambaye haoni haya. Usionee haya kazi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usionee haya Mungu wako. Usionee haya mipango Mungu amekupatia. Ifanye. Hata kama ni mipango ya chini, ifanye. Hata kama amekupatia watu wawili, kuwa na wao. Hata kama amekupeleka kwenye sehemu mbaya, kuwa mahali pale. Usipaonee haya. Maana aliyekupeleka pale aliona na ako na mipango. Aliyekupeleka kwa watu hao aliona na ako na mipango. Aliyekupeleka kwa sehemu fulani aliona na ako na mipango. Kwa hivyo usionee haya kazi Mungu alikupatia. Ifanye ile kazi kwa majukumu, ifanye kwa ujasiri mkubwa na kwa mipango mikubwa, kwa nia kubwa, na Mungu atakutendea. Maana kuna vitu vingine Mungu anatuangaliaga, anakurusha mahali, anakuambia sasa wewe nenda ufanye kazi mahali. Ukiangalia ile kazi kule amekutuma, na ni nabii alisema Mungu anaenda kukufungulia kazi mwaka huu. Alafu unasikia ile kazi umepatiwa, umeajiriwa kwa kampuni ya Safaricom, lakini ile kazi ulipatiwa ni ya kuosha choo. Na unajua watu wa Safaricom ni watu matajiri sana. Ni watu wanakunywaga pombe sana na wanakulaga manyama. Kwa hivyo choo zao zinajaaga na wengine wanahara kwa sababu ya vile vitu walikula. Sasa unakuta wewe na degree yako unaambiwa uende kaoshe choo. Na ni Mungu alikutabiria utaenda Safaricom. Sasa unauliza Mungu, ulinitabiria nikaoshe choo ama ulikuwa namna gani? Maana Mungu na yeye pale anachungulia, anataka kuangalia wewe ni mtu ambaye unaweza kustahimili.
Ni mtu ambaye unanionea haya, utafanya hivyo ukinitarajia. Niyo gwikogo ojetereire kana ogothi hau na kiburi chako. Maana kuna watu wanakuaga na viburi, na hiyo kiburi lazima ing'olewe. Na hii ng'olewa na njia nyingine, inang'olewa na Mungu peke yake, na anakupeleka kwa choo ile ya watu wana harahara ovyo ovyo. Sasa na wewe unasikiaga ukiingia kwa choo na mtu tunde alitema mata kama Msomali. Unajua choo ya Wasomali lazima upate mata imejaa huko na vitu zingine zimejaa huko na hiyo na majaza huko. Sasa Mungu anakutuma wapi? Hapo. Oh yeah. Na niguo thomete. Niguo yeye wa kirathi. Niguo iguaga Kumbe Mungu anataka kukupatia mamilioni ya watu walioumia, mamilioni ya watu walioteseka, mamilioni ya watu walio na shida fulani, shida kadhaa, na anataka kuangalia ngoro yako ihiana aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Mungu anataka kuangalia roho yako inawezaje kukaa na watu, inawezaje kutembea na kazi ya Mungu. Mungu anakuletea watu vichwa gumu. Ukiambia mtu hivi, unaona anaangalia huko. Ukimwambia hivi, anaangalia huko. Ukimwambia hivi, anaangalia huko. Hakuna mahali anaangalia pamoja. Sasa unakuja wewe na Mungu anakuambia sasa wewe ndio kiongozi wa hawa watu. Wanakaa kama dhege. Wewe dhege ndihingirikaga. No miohire. Dhege ukimwacha hapa, utaiwacha hapa, ukienda kupiga kona moja kuleta kondoo kutoka padii, utaiona iko mbele yako, mbele ya hiyo kondoo unaenda unashindwa ilizungukaje mpaka ikaenda mbele. Sasa imagine umepatiwa mpasta kama mimi, nimepatiwa watu na nirege tupu. Heto thengetheri kanitheno todo niguo nyona kanitheno tekoragwo na thengetheri. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu ambao yani ukiwatemu unamwacha watu wamekaa pale, unawacha mpaka wanakuja ujiboto. Unaimanyi ushoro moshi ndonyu wako na ihenya. Unjua gukikagwo guo. Ugekogwo gakuda kahora. No ugecoka kuhunduka uguo atewetia kashiva kama ina haha. Makoraga nio maranywa mai macio. Unawauliza mlimalisaje uji? Ukienda kuangalia kikombe unakuta kikombe haina uji na wanakunywa maji pale. Unashindwa walipitia wapi na walikunywa saa ngapi? Sasa imagine huyo ni apostle mwenye anakuwa na mahasira ile ya kule tulitoka. Walikuwa komanda. Sasa amekutana na watu ni thengetheri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo nani kakorode kiradi? Kufudio ndirafudio guikarania na kina thenge. Tone nimekishi na makondo na ng'ombe. Sasa unabiwa kuna klasi haujapita, na lazima upite hii klasi, maana kule unaenda utakutana na wao ndio wengi. Sasa lazima uwaelewe ndio ukienda kule usishinde ukipiga makelele. Ujifundishe kupiga bija. Unapiga bija unapiga unarusha mawe huko na rusha kila, yani unakuanga kazi yako ni kurusha mawe na kurusha miti. Wewe unashauti kule, wewe pinduka hivi zinapinduka na unakuwa na ubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ile kazi Mungu amekupatia iko na training. Mungu hawezi kukupatia kazi na akose kukupatia ka training ya hiyo kazi. Na lazima ukue mwangalifu kama uko kwa training, maana unaweza anguka mtihani. Na ukianguka mtihani unajua unarudishwa klasi ya nyuma. Na bado unaweza kukaa hapo mpaka useekee hapo. Kuna kijana tulisoma na yeye, tulimwacha class 1, akaenda tukaenda class 2, tukamwacha class 2. Tukaenda class 3, tukamwacha class 2. Tukaenda class 4 akiwa class 2. Tukaenda class 5 akiwa class 2. Tukaenda class 7 akiwa class 2. Tukaenda 8 akiwa class 3. Baka mwalimu ndiye alisema tu acha tumpeleke hiyo class, maana akemela ile deruka ni dhukuru ine ndevu zimemea. Baka sasa watoto wanakuja wanamchezea, wanamwambia gukani aje, wanamshika ndevu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaamsha umepelekwa kwa darasa lingine sio kwa sababu ya kupita. Umepelekwa kwenye darasa lingine kwa sababu ya nini? Wameona haya. Wameshindwa utakaaje katika ile nani. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kueni waangalifu mnapopitishiwa katika mapitio ambayo mnayapitishiwa, kwa sababu mapitio hayo yanakuwa ni mtihani. Na usipopita ule mtihani katika ikulu ya mbinguni, haijui kupitisha, haijui kukurukisha klasi, utarudia hiyo klasi. Baka wakati utapita ndio utaenda hiyo klasi nyingine. Sasa imagine ukianza kuhubiri ati saa hii uliitwa ukiwa mwinjilisti, ukiwa kasichana kabarubaru. Siku ile ulikuwa ulielewa hiyo raia Kenya mkira hiyo raia geka gogo mwetogeta kati. Ile tulikuwa tunahiuria, ile mfarai tulikuwa tunahiuria hivi, unahiuria wakati ulikuwa barubaru, ulikuwa na sauti nzuri ya kuiba, ukakataa kuiba. Sasa ukiwa miaka, sasa uko na ngapi? 83. Sasa ndio nakuja, "Ule, tena pambio moja nataka kuibia na msisikiliza sauti."
Bwana asifiwe sana. Kumbe hicho kitu ungekifanya wakati ulikuwa mdogo. Ungekifanya wakati Mungu alikuwa amekujalia nguvu, alikuwa amekujalia uwepo mkubwa. Sasa wakati umezeeka ndio umerealize makosa uliyofanya. Maana umekwama kwenye darasa moja na haukufaulu kwenye darasa nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. So usiwe mtu ambaye atafika kwenye anga kama hizo unaanza kuteseka, kujaribu kujimudu, kujaribu kufanya maneno, kujaribu kuenda katika njia mbalimbali. Hawa ni watu, wacha kuangalia, hawa ni watu. Ukiona mtu ameshindwa kutemu simu yake, ni watu wamerudia kilasi. Jitahidi kupata kibali, ambaye haoni haya juu ya kazi yake, na ambaye hufundisha sawa ule ujumbe wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani hauonei haya kazi yako, na hiyo kazi unasimama kwayo, unahubiri na unafanya kazi bila kufikiria ni nani anakusikiliza ama ni nani hakusikilizi, ni nani anakufuata ama ni nani hakufuati, unaenda ama hauendi. Ila tu kisimama kwenye kazi Mungu aliyokuitia, ukipita ule mtihani atakuongezea darasa lingine, ukipita mtihani wa darasa lingine atakupeleka kwenye darasa lingine, ukipita mtihani wa darasa hilo lingine atakupeleka kwenye darasa lingine. Utakuta unafaulu na mambo yako yanaenda kwa haraka, na hapo ndio mtu anapata kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio mtu umekuwa mtiifu, umekuwa mtu mwangalifu, umekuwa mtu wa kusikiliza, umekuwa mtu wa kuelewa, umekuwa mtu mwepesi wa kujua haraka. Kwa hivyo mambo yako yataenda kwa haraka. Lakini kwa wale ambao mambo yao yanaenda kwa upole, kwa sababu ya umang'ao yao, unakuta maisha yao yanakuwa magugumizi matupu ndio yanayowafuata. Na kupitia hayo unakuta wao badala ya kufurahia unavyobarikiwa, wanaanza kuwa na chuki, wanaanza kupigana na wewe, wanasema wewe haufaa kupata hiyo position. Lakini ni ukamilifu wako ndio uliokupeleka na ukapata position. Bwana Yesu asifiwe sana. Your faithfulness cost you to be in that position. But you arrogancy, wewe kukua mtu ambaye hasikii, haambiliki, hasesemeki, utakaa mahali pamoja miaka yote, miaka rudi, miaka nenda. Na ndio unakuta kuna watu sasa wanakuaga vita. Sasa unakuta hapa kuko na vita tu, ni ya nini? Ati kwa nini fulani alikuja juzi na amepata cheo? Amepata cheo kwa sababu ni Mungu amempandisha cheo. Haleluya. Hajapata cheo kwa sababu kuna watu walikaa chini wakamchagua. Alipata cheo kwa sababu alikuwa mtiifu na akafuata sheria na mipango ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akafuata makusudi yote ya Mungu, na akafuata njia zote za Mungu. Kisha Mungu na akaona ni vizuri, akamwangalia na jicho la upendeleo, akamnyoshia kidole cha baraka, na kutoka hapo milango yake ikafunguka. Milango yako inapofunguka, hakuna mtu ana uwezo wa kufunga ule mlango. Hakuna mtu ana uwezo wa kukuzuia tena. Maana mlango ukifunguliwa, umefunguliwa. Na gutire mundu ogerugama au this one cannot stop, cannot go. Lazima milango itaendelea. Lazima kila kitu Mungu alichokipanga kwa mwaka huu, maana mlango wa mwaka huu ulishafunguka. Chochote ambacho alikupangia utakipata, upende usipende, maana ulipata kibali. Maana utapata kibali kwa binadamu. Nakuta watu wanaruka, mtu anasafiri kutoka wapi? Unatoka kutoka Murang'a anakuja Nairobi kukutafuta. Unasikia mtu amesafiri kutoka Nakuru anakuja anaenda Mombasa kutafuta wewe, maana una kibali. Watu wanasema fulani ndio yako na kibali. Watu wanasema fulani ndio yako na Mungu wakati huu. Anasema fulani ndio anafanya kazi mzuri. Fulani ndio mwenye biashara, anafanya biashara iliyo na uhakiki, ambaye hadanganyi, hafanyi maovu, hafanyi mambo ambayo ni ya udanganyifu. Yani unakuta sifa zako zimekupeleka mbali sana. Sifa zako zinajulikana kwenye mataifa. Sifa zako zinajulikana South Africa. Sifa zako zinajulikana Amerika. Sifa zako zinajulikana kila mahali. Maana ukitaja ni nani fulani ambaye naweza kumtumia, unaambiwa kuna mtu fulani katika nchi ya Kenya ambaye huyo mtu ukimpata hakika utapata ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta kupambania hiyo haki ya Mungu. Tafuta kupambania huo ukweli wa Mungu. Tafuta kupambania nyakati kama hizo Mungu akunyoshie kidole cha huruma, akuangalie na macho ya upendeleo, achilie neema yake kwako, na watu wote utakuta wanakufuata bila sababu. Haleluya. Unakuta watu wanapigania wewe bila sababu. Unakuta watu wamepanga kwenye laini ya foreni kwenye duka lako bila sababu. Unakuta watu kwenye kijijini mahali ulipo unakuta unapata kibali bila sababu. Yani unakuwa hakuna reason ya wewe watu wanakufuata, lakini wanakufuata tu bure. Bwana Yesu asifiwe sana. That's the moment that unakaa na kufanya na kukaa jinsi Mungu alivyokutakia na alivyokupanga. Haleluya. Tuendelee verse 16.
Sijui kama tunaelewana vizuri. Kushinda vita vya kiroho lazima upate kibali mbinguni, na ndio upate kibali mbinguni lazima kuna mitihani ulipitishiwe na ukapita. Jiepushe na majadiliano yasiyofaa na ya kipumbavu. Haleluya. Sijui kama mnanielewa hapo. Jiepushe na nini? Na majadiliano yasiyofaa na ya kipumbavu. Kwa hivyo kuna mazungumzo mnaweza kwa na mtu kumbe ni ukubafu mtupu. Haleluya. Nejuko ndeto kumwaragia na doimba yako. Ni maneno gani mnazungumzaga? Mnaabianaga nini? Ni stori gani unapigaga na mtu? Yaani ni moshene inakuaga ni moshene tupu, ni fulani yako hakukula jana, ni fulani amefugiwa nyumba, ni fulani siku hizi hata hawezagi kutoka kwa kitanda venye amegojeka. Hata mimi nilienda nikaona oyo. Keneigo ndani ya gai. Wewe ni Mungu. Ndio ukajua ni Mungu anampiga. Ama mlikuwa na Mungu wapi ndio ujue Mungu ndiye alimpiga? Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema jiepushe na majadiliano yasiyofaa na ya kipumbavu, kwani hayo huzidi kuwatenga watu bali na Mungu. Wakati mtakaa chini muanze masegenyo, muanze mastori ambayo hayafai, muanze mazungumzo ambayo si hayafai, eti unaongea na huyu, unaongea na huyu, unaongea na huyu, unaongea na yote ni propaganda, Mungu anakutorokea. Kwa hivyo siri ya kukaa karibu na Mungu ni kujiepusha na majadiliano yasiyofaa. Majadiliano yanaitwa ya nini? Ya kipumbavu. Bwana asifiwe sana. So ni lazima sasa tuangalie vinywa vyetu, midomo yetu inakaa namna gani? Midomo yetu ni nini tunaachilia wakati wote? Ni nini tunazungumzia kila wakati? Tukiweza kujua ni nini tunazungumzia, ni nini tunafanya, basi naye Mungu atakuwa pamoja na wewe na atatembea na wewe. Tukikuwa watu wazuri, watimilifu, wakamilifu, Mungu atatembea na sisi na atatubariki. Basi namba 17 inasema ya kwamba wakati wote mafundisho ya aina hiyo ni kama donda linalokula mwili. Umeona sasa? Yaani wakati unakuwa mtu wa juko, meshene, mehahe yote, unakuwa ni kama uko na doda ambalo linakula mwili. Liko huko ndani linakula tu mwili pole pole. Na ndio nakutaga watu amegojeka, mnauliza araro alile ni kwa araro alite. Wewe ndari muraro aikalilio hau. Twarikia kunya tumaere. Ndona ngaro go kahora araina miagigo ndamwita mere. Deke mere haya ndakigwa mudo na mudo ni alitata ndagitari ratira uyo ni athire. Kamere witũ aragĩthiri oguo na ndararĩ mũrwaru nĩkĩ aratũrĩte mũrwaru nĩ njuko citũrĩte mwĩrĩ. Moshene inakaanga kwa mwili ni kansa. Moshene na kansa ni kitu moja, ni baya kuliko kansa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakalieka watu waya wa moshene wenye wanakufaga ovyo ovyo, wanakufa ovyo ovyo, alafu wanakanyaga kwa baka na kuku, baka unashindwa kuku inamkanyaga adili kuku iliruka ilikwenda ikaniguara hapa. Sasa ukiliangalia miguaro yote ni ya kuku. Unakuta muyani mtu kuna tumadharau tunafanyikiaga mtu huyo wa moshene mingi katika maisha. Unakuta ulikanyagwa na ubwa ikikibisa ubwa ile nyingine, baka unashindwa ubwa ilikukanyaga namna gani, na ubwa inapitaka kado inatoroka. Atulaho halori kanyauka yakakwendete bio. Kwa sababu inakwambia kana ni ogire na meshene muno. Tuache meshene. Hii maneno kuongea story mingi hazina maana, hazitusaidii hata kidogo. Hata biguni zinakutenganisha na Mungu. Nasema miongoni mwa hao waliofundisha hayo ni Humenayo na Fileto. Hao ni watu walikuwa kwenye ile kule katika wakati Timotheo alikuwa anazungumzia, Paulo alikuwa anazungumzia, aliwafundisha. Kuna watu walijulikana. Usifike wakati mpaka Biblia inaandikwa majina yako. Haleluya. Hadi mpaka watu wote wanajua Itora Igima, wanajua ni nani, ni Himonayo na Fileto. Wanajulikana kwa moshene. Hadi ni Margaret na Kenyaji wanajulikana kwa moshene. Hadi ni Karioki na Kamau wanajulikana kwa moshene. Mpaka wakaandikwa kwenye Biblia. Na imagine mtu aliketo Biblia ile na moshene hiyo na kati. Moshene bomb.